Na mtazamaji, naendelea kutazama Kioo cha Hoja, na hivi leo tunaangazia swala la haki kwa wanaodhulumiwa. Na basi tuko na wageni hapo studioni wakiwa na Zubeda. Hapo awali tulikuwa tumeuliza swali, unadhani nini husababisha kesi nyingi za kutafuta haki kwa waliodhulumiwa kusambaratika? Na vile vile tulikuwa tumeuliza, unadhani ni mikakati ipi inapaswa kuwekwa ili kuhakikisha wanaodhulumiwa wanapata haki? Maoni ni mengi kabisa. Kuna pale kwenye mtandao wa X, kuna mmoja hapa anaitwa Famin, anasema kwamba ukosefu wa ushahidi na kuogofya kwa mashahidi kujitokeza ndiko kuna sababisha Wakenya wengi kudhulumiwa na pia kutoripoti mambo hayo. Mwingine anasema George Mumanyi, anasema kwa maksudi. Mwingine anasema Henry Lee Muli, anasema the constitutional illiteracy and tribal mentality has made many Kenyans suffer under the literates. It's only God whom we don't know when will help the helpless. Basi kwenye jumbe fupi kuna mmoja hapa anasema utafutaji wa haki uzambaratika kwa sababu serikali ni ngumu kushtaki serikali na paka ndio hakimu kwenye kesi ya panya. Na mwingine anasema hapa kwamba kuna mambo mengi yanayofanya waliodhulumiwa kutopata haki, ikiwemo ufisadi. Walioshukiwa hufanya dhuluma hufichwa na wenzao walio kwa idara hiyo kwa kusema kuwa hakuna ushahidi wa kutosha. Mwingine anasema kwamba kwa nini hakuna vile walioandamana watapewa fidia, manake rais aliwaita criminals. Na ukimsikia akiendelea kuongea anasema kwamba watakaofidiwa ni wale wafanyabiashara peke yao. Hajataja wale ambao waliandamana na kudhulumiwa. Mwingine anasema mimi ni Nathan, ukweli ni kuwa fisi akiwa hakimu, mbuzi hana haki. What I mean ni wewe kwa mfano tuseme kama askari amekukosea kweli hawezi kufungwa. Mwingine anasema hello, it's Isaiah Swat kutoka Itungai village near Sarova Shaba. Anasema kitu nachangia hapo ni sheria na haki ifuatiliwe. Anasema sheria na haki ifuatiliwe Zubeda. Mwingine anasema hapa wanajenzi walikuwa na wazo nzuri mwanzoni, lakini baadaye matakwa yao yakakuwa mengi. Kilichoanza na moto baadaye kimepoa. Ni mimi Ibrahim Zamzam kutoka Muhurubi. Mwingine anasema kwa maoni yangu wahalifu hujificha kwa maandamano. Polisi wanalazimika kuchukua hatua na hasara Chambilecho Wahenga. Anaitwa Joshua Musau kutoka Makueni. Mwingine anasema jambo jingine ni kwa uhakika ukosefu wa ushahidi au ushahidi wa kutosha wa aliyetekeleza dhulma hiyo. Je, ni ukosefu wa ushahidi au ni ushahidi wa kutosha wa aliyetekeleza dhulma hiyo? Mwingine anasema hapa ya kwamba mimi ni Omoro Lawrence nikiwa jimbo ndogo la Ndhiwa, jimbo la Homa Bay, county ya Homa Bay. Mwingine anasema Omoro anasema maoni yangu ni haya: hatua inayochukuliwa kwa wanyonge na wale ambao wakuvunja sheria, ilhali polisi ndio wanastahili kufuata sheria. Hatua inachukuliwa kwa wanyonge na wale ambao walivunja sheria, ilhali polisi ndio wanastahili kufuata sheria. Sasa polisi ambao walidhulumu vijana wapelekwe kotini, kisha wanyonge au Wakenya wa kawaida wapate haki yao. Sana wanasema wafuatiliwe na waweze kushtakiwa. Mwingine anasema mimi Joseph Mwachaga kutoka Mombasa, huwezi kumshtaki mbuzi alafu anayechunguza ni mbuzi na mwishowe hakimu pia naye ni mbuzi. Hapo kutakuwa hakuna kesi kwa sababu hapo kutakuwa hakuna kesi. Mwingine anasema sababu ya kwanza ni kudharau mnyonge. Huna hata wakili. Wanyonge hawana akili, hawana wakili wa kuwawakilisha, anaitwa Masi. Mwingine anasema ninauliza kwa nini rais bado hajashughulikia waliodhulumiwa? Mwingine anasema Kenya ni yetu, hakuna Kenya nyingine ambayo tunajua. Mwingine anasema hatujaona askari yeyote wale walipigwa risasi, waandamanaji wakikamatwa, kwa hivyo hakuna haki kwa waandamanaji ilipatikana. Ni Zablon Maera nikiwa Athi River, Machakos County. Zubeda kwako. Naam, shukrani sana Becky. Maoni mazito sana ambayo yanatolewa na mwananchi. Tupokee simu kutoka kwa Charles akiwa Nairobi. Charles, hujambo? Asante sana kwa kutazama. Unadhani nini ambacho kinastahili kufanywa ili waliodhulumiwa wapate haki?
Ninashukuru kwanza kwa kupata hii nafasi, na niseme it's just unfortunate, itakuwa ngumu sana kupata haki, maana kulingana na mimi ni mtu nimekomaa, niko na miaka yangu. Wenye waliua watu ni serikali, sio mtu mwingine. Polisi ameajiriwa na serikali. Sasa wewe nimwambia, na huwa naonea watu huruma wakati wanasema serikali wasaidiwe wapate haki, yet bado hiyo serikali ndio ituma hao polisi waende wakafanye whatever walienda wakufanya, na magari ambazo hazina nambari. Hiyo yote wanajua ukweli. Unless IPOA, LSK na hizo mashirika ambayo sio ya serikali saidia hao maskini waende kotini, hakuna kitu yote tutapata kutoka kwa serikali. Unfortunately, hiyo ndio maoni yangu. Asante sana Charles ukiwa Nairobi. Tupate simu nyingine kutoka kwa Adam akiwa Kiambu. Adam, asante sana kwa kutazama. Unadhani waliodhulumiwa watapata vipi haki? Waliodhulumiwa inafaa wachukuliwe hatua kuhusu maafisa waliohusika kwa hiyo maswala. Si hadi wajulikani. Serikali inawajua. Halo? Naam, nakusikiza. Serikali inawajua. Kwanza operation vile ilifanyika, si vituo vya polisi inajulikana wazi, huyu askari kutoka kituo fulani, huyu askari kutoka kituo fulani. Kamanda alikuwa nao hapo hivi. Mbona sasa ofisi ya BBE inasema ushahidi hakuna? Na mbona hiyo maaskari wasichunguza hao maaskari wenye walikuwa kwa hiyo operation? Kwanza wenye wanatakana wachukuliwe ni kamanda. Ajua ndio watambue wenye walihusika kuua vijana. Kuhusu vijana walikuwa haki yao. Na ni kikatiba wako na haki. Asante sana Adam ukiwa Kiambu. Tupate simu nyingine kutoka kwa Alman akiwa Narok. Aya, tutakuwa tukipata simu hiyo baadaye. Umesikia maoni ya wa Kenya. Swahila, wewe binafsi umesema kuna wale ambao umethibitisha 300 walipata majeraha, kuna wale ambao walifariki. Je, kwa wote ambao waliathirika kwa njia moja au nyingine, wana ile nia ya kutaka kuwasilisha ushahidi? Kwa sababu DPP wanasema ndio kuna haya madai lakini ushahidi hakuna. Tutawashtaki vipi wale maafisa wanaotuhumiwa? Je, wao wenyewe wana ile nia ya kuwasilisha ushahidi na wana matumaini ya kupata haki? Nadhani tutaenda kwa haraka sasa kwa sababu ya muda. Nia ipo, ingawa hakuja kuwa na ile fursa ama goodwill ya kupokea zile shahidi. Wakati mwingi ni ukiangalia sana, hakuja kuwa na kupendekeza ama kutaka kuona maandamano yakifanyika, na yamekuwa sana yakikashifiwa na serikali. Na hii si serikali tu kwa kitengo cha polisi, bali hata president mwenyewe hajakuwa na ile kutaka kusema kuna haki ya watu kuandamana, hivyo basi muwape fursa wao waandamane. Ikiwa kuna lile ambalo amelifanya ni kuwashukuru kitengo cha polisi kwa yale ambayo wameyafanya. Na kweli wamefanya nini? Wamekuwa wakiwasurutisha, wakiwapiga na kuwakataza nafasi waandamanaji waandamane. Kwa hivyo ikiwa hivyo ndivyo imekuwa, basi wewe ambaye umekuwa ama umewitness ama umeona kile kilichotendeka, kwa kweli hutataka kujitokeza, kwa sababu hujui kesho wewe pia utakuwa kati ya wale watakao kosekana. Hawatakuwa utakuwa kati ya wale pengine watauawa. Unaona? Kwa hivyo itakuwa vigumu kujitokeza, kwa sababu serikali yenyewe na vitengo hivyo havijakuwa na ile fursa nzuri ya kusema njooni mtupatie evidence ya yale ambayo yametendeka. Kwa hivyo watapata vipi haki endapo sasa wote wameingiwa na uoga, hawana imani na asasi husika? Haki itapatikana vipi? Kukiangalia maandamano yale ambayo ama zile kesi ambazo zinaletwa, zinasemekana zote zimetokana na jeraha za risasi. Hakuna mwandamanaji ama yule ambaye anaandamana ambaye anabeba risasi. Kila wakati kwa maandamano wale ambao wameshika risasi ni polisi. Na kwa hivyo itakuwa rahisi sana ukitaka kujua ama ukitaka wapate haki, itakuwa rahisi sana ukifanya tu zile postmortem ambazo, na ndugu yangu amesema postmortem zile zimefanyika, zitakwambia kwamba hizi vifo zimetokana na risasi. Je, alifanyikia wapi? Rex alifia pale Moi Avenue. Wananchi wenyewe wamejaribu katika ile kutaka kujua ama kujua ni nani aliyemua fulani, wamejaribu sana kufanya hata evidence na kuleta katika social media
ya kwamba huyu ndiye aliyeua mtu fulani katika mali fulani, na wanaleta picha na wanaleta mpaka majina ya yule mtu. Unataka nini zaidi ya hapo? Na swali ambalo linajitokeza ni anayewasilisha yale malalamishi ni nani? Kwa sababu kuweka pale kwa mtandao kuna tosha. Kuweka video katika mtandao kuna tosha. Ni thibitisho tosha kwamba mtu aliyenaswa anastahili kuhukumiwa, kwa sababu vile ambavyo afisi ya DPP ilikuwa inaeleza, lazima kuwe na mtu ambaye ni mlalamishi, lazima kuwe na shahidi ndio kesi iweze kuhukumiwa. Lakini hapo kuna changamoto Zubeta. Uweze kuchukua video na useme ya kwamba unatumia hiyo video kotini, na ule ambaye amechukua video hana ile tunaitanga expertise. Unaona kuna hivi tunaitanga ati shooting, ile tunaitanga editing, ile unapata mtu Photoshop, mtu anachukua video alafu anaongeza vitu vingine ndani ambavyo haviwezi vikatumika kama ushahidi. Ndio that's why unaona ya kwamba kitengo cha CID wakati wamepata video kama hiyo, paka waende wachunguze waone kwamba ni kweli ni wewe ndio ulichukua hiyo video na hakuna ile zile zimeongezwa ndani, lakini mwishowe lazima paka uende upena ushahidi ya kusema ya kwamba mimi ndio nilichukua hiyo video. Kwa hivyo tunasema kwamba wale ambao wamedhulumiwa hawatawahi kupata haki hadi mtu Hapana, kwa sababu lakini ukweli ya mambo ni kwamba lazima paka tukue na ushahidi ambao ukipelekwa kotini hautarudishwa, kwa sababu ni jambo la kusanya kwamba DPP hawatachukua tu mtu wampeleke kotini simply because kuna mtu amesema. Lazima paka tukue na ushahidi ambao ile tunaitanga threshold. Wacha niseme ya kwamba ushahidi upo, chenye inatakikana ni kwamba hiyo ushahidi uweke kwa ile utaratibu ambao itasaidia yale makesi ambayo tuko nao. Kwa mfano ile mawiki matatu manne iliyopita, wakati ambao watu waliumia sana katika Waiyaki Way, wengi ya wale ambao wakukufa walipelekwa hospitali Kenyatta National Hospital. Karibu watu 46 48 wale walitibiwa. Kuna ripoti ya madaktari hawakukufa lakini waliumia katika kiwango tofauti. Kuna ripoti ya madaktari ambao yamesema waliumiwa kivipi, wengi wao walipigwa risasi na wako na hayo record. Chenye inatakikana tufanye ni kwamba wenye waliona na macho waliusidia hicho maneno ndio waandike ripoti. Na kuna yale ambayo tunasema kuna kikundi ya jamii, kuna social justice centers ambao wanatusaidia kufanya ile tunasema kuweka kesi pamoja. Sasa nataka kuambia ndugu yangu ya kwamba sisi kama sana Police Reforms Working Group tunafanya kazi na vikundi za jamii, na haya madhara yalitoka katika jamii zote. Kuna wale ambao ingawa watu wamewekwa woga, tunafanya kazi na hao watu kuhakikisha ya kwamba tutaandika ile evidence, ushahidi ya kutosha kulingana na yale yalifanyika, na itapata ile tunatema support katika kwenye wale hawakukufa. Kuna ripoti ya madaktari kwenye wale ambao bahati mbaya walikufa, wengi wao ambao wamezikwa tayari kuna postmortem report. Sasa lazima kila mtu ajibike. Hivyo ndivyo sababu nimesema ya kwamba leo nina hakika ya kwamba kuna Inspector General mpya Douglas Kanja lazima achukue jukumu na aanze kufanya kazi yake. Na kuna utenda kazi ya polisi IPOA hawajashindwa hiyo kazi. Na other than IPOA kuna ile Kenya National Human Rights Commission ambao kazi yao ni kuchunga ile tunasema ile human rights ya wananchi. Hatujashindwa bado. Wote nimsikize Swahili kwa sababu nina kama dakika moja peke yake kabla tumalize. Wewe unadhani ndio wamesema kwamba tumia ule ushahidi ulionao, ile faili ya hospitali, ile kile cheti cha mtu ambaye amefariki na kadhalika, lakini unahisi kwamba jamii imehamasishwa vya kutosha kujua namna ya kuwasilisha hizi kesi, kudai haki, kwa sababu ndio wengi wamesema kwamba hawana imani na asasi husika, lakini wamehamasishwa ya kutosha kuhusu namna ya kudai haki na asasi ambazo zinaweza kuwasaidia kama vile Police Reform, Human Rights Commission, IPOA na kadhalika. Kwa ufupi naomba kwa sababu ya muda. Kwa kweli bado na sio tu kwa sababu ya maandamano, hata beyond maandamano, hata kwa GBV na shida zingine zinazotokea. Sana wakati inapofika ni kudai haki katika
institutions zenye zinapatiana access to justice, inakuwa vigumu sana kwa Mkenya wa kawaida, kwa sababu kidogo Mkenya wa kawaida anajiona yeye hatoshi kutafuta haki. Kwa hivyo hapo kwa kusaidia wananchi waweze kutafuta haki ndipo tuko. Lakini kwa ukweli hapa mahali sasa kwa hizi maandamano kidogo tumepiga hatua. Kwa sababu vijana wengi ni wale ambao wamejua kutumia social media, ni wale ambao wamejua pia kuna vile unaweza tafuta haki. Lakini kama mama wa kawaida pale nyumbani, pengine mtoto wake amefariki, ataona itakuwa vigumu mimi kutafuta, kwa sababu kwanza itanikula pesa mingi, itakuwa kesi itakuwa ikihairishwa. Wajua pia judiciary imekuwa na hiyo kuhairisha. So hapo kidogo kuna kizungumkuti, ingawa najua kuna matumaini. Naam. Na umemaliza kwa kusema kuna matumaini, na tunatumai kwamba matumaini yapo na yatazaa matunda, kwa sababu tumeona IPOA wakichunguza kuwasilisha kesi, lakini pengo jinsi ambavyo umesema liko pale katika kuwasilisha ushahidi na mashahidi, na tunatumai kwamba Wakenya watajitokeza, kando na kuweka kwenye mitandao, watajitokeza kudai haki yao. Japo wengi wanatilia shaka endapo watapata haki kweli kutoka kwa polisi ama serikali. Wengine wanasema utashtaki vipi serikali na upate haki. Tutakuwa tukiangazia mengi zaidi. Tumekuwa naye Jacob Atiang ambaye ni mwanachama wa kamati ya mageuzi ya polisi. Tumekuwa naye Enoch Makanga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Tumekuwa naye Irene Soila ambaye ni afisa wa Kenya Human Rights Commission, na mwanahabari Wanjeri Kariuki ambaye ni mmoja wa wale ambao wamedhurika kipindi hiki cha maandamano. Kesi yake imefikishwa kwa DPP. Tunatumai kwamba yeye pia ataweza kupata haki. Kwa niaba yangu na wote waliofaulisha kipindi hiki, tukishirikiana na Becky, Innocent na kila mmoja tukielekezwa na Joan, tunasema asante sana. Mungu akijalia tutakutana tena hapo kesho. Usiwe na uoga wa kuwasilisha ushahidi. Tunatumai kwamba kila mmoja atapata haki. Na wapisha wenzangu kwa taarifa za KTN Prime, tukutane kesho. Usiku mwema.